hayo nimeyaona. Hana msaada huyo, alikuwa mbishi kwenye michango, kila jambo jema huwa anapinga. Alafu akifanikiwa mtu, ndipo mambo yanaanza kuzungumzwa, mema au mabaya, yote huja. Jamani, haleluya. Ukiwa mzima hawazungumzi ukisikia, lakini wanazungumza. Ndio maana Yesu alipokwenda pale Kaisaria Filipi, hiyo ni Mathayo 16 kuanzia mstari ya mbele kidogo, anawauliza wanafunzi, hebu jichanganyeni huko. Wakajichanganya. Waliporudi aliwauliza, hivi watu wananinenaje? Sema amina. Amen. Watu wananisemaje? Hiyo unajifanyia tathmini. Watu wanakusemaje? Unapopita watu wanakusemaje? Hata kwenye utumishi wako hapa kanisani watu wanakusemaje? Ukijichanganya kwenye kundi la wote, wanaongea yale ambayo na wewe yanakufurahisha. Ukijitenga, watu wanakusema. Kuna kiigizo fulani nilikiona kwenye TikTok, walikuwa wanakiigiza. Walikuwa vijana kama 5 wakakutanika. Sasa walipokutanika wale vijana 5 wakapiga story, mmoja akaaga, jamani washikaji, mimi naomba niende kidogo. Wakasema sawa. Yule bwana alipoondoka, wakaanza, hebu jamaa anajidai anazo sana, yani wakamsema. Halafu elimu yenyewe hana na nini, wakamaliza. Wanne naye akaaga, washikaji, mimi nataka niondoke kidogo. Bana, safari njema ndugu yangu, tutaonana baadaye. Haya. Naye alipoondoka asema, hivi kaka jamaa, muda wote tumekaa hapa mnakaelewa? Mimi sikaelewi. Naye wakaanza wakamsema, maneno kushoto kulia. Wamebaki watatu, naye mmoja akaambia, jamani, mimi kuna issue moja na iwahi na bana, safa kama mshikaji. Walipobaki wawili, si hata kale ka biashara baba yake mdogo alimkopesha na alimdhulumu huyu jamaa, mzulumati. Sasa wakabaki wawili. Sasa huyu akitaka kuaga na anasema, niondoke uniseme. Jamani, haleluya. Amen. Niondoke uniseme. Walipobaki wawili, nani aondoke, nani asiondoke? Wanabishana kuondoka. Maana akiondoka, huyu atasema hatana viti. Sema amina. Amen. Hiyo ndio tabia ya wanadamu. Lile unalolifanya wanasema. Ndio maana Yesu anasema, hapa wananinena mimi ni nani? Sasa yeye mwenzetu akasema, moja ya nabii mkubwa amefufuka na nguvu zake. Elia mbatizaji amefufuka na Yohana, au nabii Elia au Yeremia au moja ya nabii mwenye nguvu amefufuka na nguvu zake. Bado akawaambia, na nyinyi wanafunzi mnaninena mimi nani? Wanafunzi kupitia kinywa cha Petro wanakiri, wewe ni Mungu na ni mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo tathmini ya Yesu. Amenifanya kwa mataifa na kwa watoto wa kiroho. Nataka nikwambie mtu waswaswa, wale mnaokaa nao wanafanya tathmini. Kwenye kila unachokifanya watu wanafanya tathmini. Ndio maana Sauli wanamwambia, wewe umeua makumi, Daudi maelfu. Wameona kwa macho Daudi, halafu Daudi anakwenda mbele ya jeshi letu, wewe unakaa nyuma. Daudi anakuwa ngao yetu kwenye vita. Tumeona anatupambania, yuko mbele ya vita, anapigana. Risasi hazifiki kwa waume zetu, zinaishia kwa Daudi. Hatupati taarifa ya msiba. Kwa nini? Daudi yuko mbele ya wanaume. Lakini wewe Sauli uko nyuma ya watu, hutaki kwenda mbele ya watu. Daudi anakwenda mbele ya watu. Nataka nikwambie mwanamke, jitokeze mbele kwenye huduma hii. Usikubali kuwa mtu wa mwisho. Watu wanaona hiki ndicho walichomkatalia Sauli, wakamwambia wewe hukai mbele. Daudi anakwenda mbele.
mbele risasi zinapokuja zinaanza mtu wa mbele, tunaona Daudi anatukimbia, waume zetu hawafi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Tunamwona yuko mbele. Wewe unapokuwapo kama mwanamke kwenye huduma, ukiwa nyuma watu wanaona nicho alimkatalia Sauli, watu wanaona jambo fulani huko nyuma, lile pale huko nyuma, hii nalo nenda mstari wa mbele. Siku nyingine na wewe jina lako walisome liwe la kwanza kwa uzuri. Jamani, haleluya. Amen. Na wewe wasome jina lako. Kwa nini ubaki nyuma? Mungu kataa roho ya kubaki nyuma ili mtoa madarakani Sauli. Sema amina kubwa. Amen. Viongozi wa kanisa tumekuwa tukilalamikiwa sana kwenye mitaa. Sana wachungaji